Yesu asifiwe. Ni mimi Apostle Kevin na kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nina ujumbe mzuri sana, nataka kushirikiana nawe mpendwa. Naomba uwe pamoja nami mpaka mwisho wa ujumbe. Ujumbe unaenda katika kichwa kinachosema kwa nini dhambi ina nguvu sana katika maisha ya watu wengi. Kwa nini dhambi ina nguvu sana katika maisha ya watu wengi katika hizi nyakati za mwisho. Maisha yamefungwa katika jambo moja linaloitwa kanuni. Kanuni ndizo zinazoendesha maisha ya mtu. Sasa kuna kanuni mbili tu katika ulimwengu huu ambazo zinaongoza maisha ya mwanadamu. Wewe unayenisikiliza, kanuni ya kwanza ni kanuni ambayo inazaliwa katika ufalme wa Mungu, ambayo hii kanuni ni naitem kama kanuni ya utakatifu. Alafu kuna kanuni ya uovu au kanuni ya dhambi. Hii kanuni ni kanuni elekezi ya ufalme wa giza, ufalme wa Shetani. Sasa kwa namna moja au nyingine, as long as uko hai hapa duniani, hauwezi kuepukana na hizi kanuni mbili. Aidha uongozwe na kanuni ya uovu au uongozwe na kanuni ya utakatifu. Lakini kwa bahati mbaya tumekuwa na kizazi ambacho kinaongozwa na uovu sana. Hizi ni nyakati za mwisho, wasikilizaji. Hizi ni nyakati za mwisho, wapendwa, ya kupasa ujue usalama wa maisha yako upo katika kanuni ya utakatifu. Usalama na ubora wa maisha yako umefungwa katika misingi ya kanuni za utakatifu, kwa sababu katika utakatifu ndiko kwenye uzima, bali katika kanuni ya uovu, katika kanuni ya dhambi ndipo kwenye mauti, ndipo kwenye kifo. Hakuna maisha huku. Sasa kwa nini watu licha ya kuwepo na matokeo ya mateso, shida, magonjwa na vifo, lakini bado watu wameendelea kushikilia dhambi? Kuna sababu moja kuu ya msingi ambayo neno la Mungu imeweka wazi, kwamba hii kanuni au hii sababu ndio inayopelekea watu wengi waendelee kuishi maisha ya dhambi. Naomba tufuatane pamoja, tusome kitabu cha Yeremia 4 mstari wa 22. Yeremia 4 mstari wa 22. Yeremia 4 mstari wa 22 unasema, huu ndo msingi wa somo letu, kwamba kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui. Sasa neno la Mungu linasema kwamba watu wa Mungu hawamjui, watu wa Mungu ni wapumbavu kwa sababu hawamjui. Kumbe kitu kinachodhalisha upumbavu kwenye maisha ya mwanadamu yoyote yule ni kutokumjua Mungu, ni kutokumfahamu Mungu, ni kutokujua kanuni za Mungu. Mungu hataki umjue kwa sura, Mungu hataki umjue kwa mavazi, Mungu hataki umjue kwamba anaishi wapi. Mungu anataka umjue kisheria, kwamba Mungu anataka ufanye nini. Mungu anataka umjue kuyaishi mapenzi yake. Ndio maana maandiko matakatifu ukisoma katika kitabu cha Mathayo anasema, sio kila atakayesema Bwana Bwana atauona ufalme wa Mungu, bali wale wafanyao mapenzi ya Mungu. Kumbe swala la kumjua Mungu limefungwa katika mchakato wa kuyaishi mapenzi ya Mungu. Sasa upumbavu ni namna ya mwanadamu kuishi nje ya mapenzi ya Mungu. Na yoyote yule ambaye anaishi nje ya mapenzi ya Mungu amfahamu Mungu. Neno la Mungu linaendelea kusema, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Kumbe ufahamu ndio zao mama la akili. Ufahamu ndio tumbo au ndio mimba inayozaa akili. Kwa kama hauna ufahamu, kwa namna moja hautakuwa na akili, na kitendo cha kutokuwa na akili, wewe unahesabikana mbele ya macho ya Mungu kwamba ni mpumbavu, kwa sababu Mungu amefungwa katika eneo la ufahamu, na ufahamu unazaliwa kwenye maarifa, si ndio? Twende mbele, tuendelee kusema. Anasema ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Kumbe hapa tunaenda moja kwa moja kwamba mtenda dhambi yoyote yule ana akili katika kutenda mabaya, lakini hii akili imezaliwa kwa kukosa akili ambayo inazaliwa kwenye ufahamu wa kutenda mema. Narudia hapo, hujanielewa. Nimesema kwamba watenda dhambi au mtenda dhambi yoyote yule hapa duniani ana akili katika kufanya maovu, ana ufahamu mkubwa katika kutenda mabaya, lakini ana ufahamu
katika kutenda mema, na mema yamefungwa katika maarifa. Kiwango cha maarifa ambacho mwanadamu anacho katika kutenda mema ndicho kitaamua ni tuone mema kwa kiasi gani kwenye maisha yake. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba mtu yoyote unayeona anatenda dhambi hana akili au hana ufahamu wa kutosha katika kutenda mema. Haijalishi anasoma neno, haijalishi anaenda kanisani, kwa sababu tumekuwa na watu wengi sana ambao wanashinda kanisani, wanaomba kweli, wanafunga kweli, wanaabudu kweli, lakini bado dhambi inawasumbua. Kwa sababu gani? Kupitia hili andiko tunakubaliana kwamba hawana ufahamu wa kutosha katika kutenda mema. Ndio maana Mungu anasisitiza hili katika kitabu cha Warumi 10 mstari wa 2, anasema kwamba wanabidii sana katika kunitafuta, lakini si katika maarifa. Mungu anawaona watu ambao aidha mnashinda kanisani, mnaomba, lakini bado dhambi zinawasumbua, dhambi za zinaa, dhambi za uzinzi, dhambi za chuki, dhambi za wivu, dhambi za masengenyo. Makanisani kumekuwa na watu wambea, makanisani kumekuwa na watu wasengenyaji, kanisani kumekuwa na watu ambao wanafanya mambo ya duniani. Kwa sababu gani? Wanabidii katika kumtafuta Bwana, lakini sio katika kutafuta maarifa, kwa sababu kiwango cha wewe kutafuta maarifa kitaamua kiwango cha kumfahamu Mungu, na kiwango ambacho kitakuwa kikubwa katika kumfahamu Mungu ndicho kitaamua ni kwa umbali kiasi gani dhambi ikae kwenye maisha yako. Kwamba the more you have knowledge, the far the sinner you become. Ni mbali sana dhambi itakuwa nawe, lakini kwa uchache wa maarifa utakayokuwa nayo ndiyo yatakayoamua ni kwa ukaribu kiasi gani dhambi iko kwenye maisha yako. Kwa hapa ni kwamba kuna watu wengi wanashinda kanisani lakini hawana maarifa. Kuna watu wengi wanaomba lakini hawana maarifa. Kuna watu wengi wanafunga lakini hawana maarifa. Maarifa ndio kanuni pekee ya kutunza utakatifu. Maarifa ndio kanuni pekee ya kulinda utakatifu. Kama kutakosekana maarifa, kutakosekana kumfahamu Bwana, na kitendo cha kukosekana kumfahamu Bwana ndipo umefungua milango ya dhambi kwenye maisha yako. Ndio maana Mungu anakupenda kiasi kwamba anasema, sitakuacha hivi hivi, nitakupa mchungaji wa kupendeza moyo wangu atakaye kulisha katika maarifa. Ukisoma Yeremia 5 mstari wa 21, Yeremia 5 mstari wa 21, acha nisisitize kwamba sikilizeni neno hili, enyi watu wajinga msio na ufahamu, mlio na macho ila muoni, mlio na masikio ila msikia. Anawaambia kwamba sikilizeni neno hili, enyi watu wajinga msio na ufahamu. Anaendelea kuonyesha kwamba nyie ambao hamna ufahamu, wajinga ambao mnaishi maisha ya dhambi kwa sababu ya ujinga, ambao mnaona dhambi ni kitu bora kwa sababu ya ujinga, ambao mnaona zinaa ni bora kwa sababu ya ujinga, ambao mnaona umbea ni bora kwa sababu ya ujinga, ambao mnaona uchawi ni bora kwa sababu ya ujinga. Mungu anakuambia kwamba Yeremia 3 mstari wa 15, Yeremia 3 mstari wa 15 anasema, nami nitawapa nyinyi wajinga, nami nitawapa nyinyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha katika maarifa na ufahamu. Ukirudi pale anasema nyie wajinga mliokosa ufahamu. Sasa ili mpate ufahamu lazima awape wachungaji wenye ufahamu. Kwa bahati mbaya watu wengi wanakimbilia makanisa yenye miujiza. Ndio maana kumekuwa na watumishi wengi wa uongo. Watu wanakimbilia kwa manabii wa uongo kwa sababu mnaendelea kuchochea hizi huduma za kitapeli ziongezeke. Sikilizeni wapendwa, utakapokuwa unakumbana na changamoto ya kimaisha, hebu mtafute mchungaji mwenye maarifa, hebu mtafute mchungaji mwenye ufahamu, ili aweze kukuvusha katika vikwazo, ili aweze kukuvusha katika hivyo vifungo vya dhambi, kwa sababu kiwango cha utii wako kwa mchungaji ambaye ana maarifa ndicho kitaamua ushindi wako dhidi ya dhambi. Lakini kwa namna ambayo utaendelea kubembelezwa kuja kwa watumishi wa kweli, watumishi waliojawa na neno, watumishi waliojawa na neno lenye nguvu za Roho Mtakatifu, neno lililozaliwa kwa ufunuo wa Kristo Yesu, jinsi ambavyo utaendelea kubembelezwa ndivyo ambavyo dhambi itaendelea kukutesa.
pesa, hata kama utaenda kanisani kila siku, hata kama utaomba kila siku, hata kama utafunga kila siku, baada ya kufanya yote hayo utaangukia kwenye dhambi, kwa sababu dhambi haikimbii kwa maombi, dhambi haikimbii kwa mifungo, dhambi inakimbiwa kwa ufahamu. Sema haleluya, haleluya. Hakuna kitu cha thamani kama ufahamu. Ndugu yangu, wekeza katika ufahamu. Naomba nimalizie neno la mwisho kwa ajili ya kukujenga ndugu yangu. Hakuna mwenye ufahamu anashindwa na dhambi. Hakuna mwenye ufahamu anateseka na dhambi, kwa sababu ufahamu ni nuru. Anasema neno lako ni taa ya miguu yangu, neno lako ni mwanga wa njia yangu. Kiwango cha neno la Bwana kilichowekezwa ndani yako kitaamua ushindi wa dhambi kwenye maisha yako. Hii miguu inaenda kule ambako ufahamu wako huko. Kama ufahamu wako huko kwenye dhambi, basi miguu yako itaenda huko. Kama miguu yako ina ufahamu katika neno la Bwana, basi miguu yako itaelekea kwenye ufalme wa Bwana. Nje hapo hakuna chochote kitakachoendelea. Hebu soma nami kitabu cha Mathayo 7:24. Anasema ukisikia neno la Bwana na kulifanya, utafananishwa na mtu mwenye akili. Kwa hiyo akili katika ufalme wa Mungu ni kwa kiwango cha namna ya utii wako kulitekeleza lile neno, sio kulijua. Kuna watu wengi wamekalili vifungu. Kuna watu wengi ukiwasikiliza wanaongea vifungu, lakini wana maisha ya ovyo sana. Kwa sababu gani? Hawajatenda neno. Lile neno halijabadilika kuwa mwili. Ukisoma kitabu cha Yohana, hapo mwanzo kulikuwa na neno, mstari wa 14, naye neno akafanyika mwili na tukaona utukufu. Ili neno lifanyike, ili tuone utukufu kwenye maisha yako, tunatakiwa tuone neno limefanyika mwili kwenye tabia yako. Ili tuone utukufu katika matendo yako, tunatakiwa tulione neno limefanyika mwili. Ndugu yangu, wekeza katika neno, wekeza katika maarifa, wekeza katika ufahamu, ndipo ambapo dhambi itakukimbia. Bila hivyo dhambi itakutawala daima na milele. Katika jina la Yesu na kuombea neema, na kuombea uweza, na kuombea uponyaji, na kuombea hiyo akili. Anasema kwa sababu niliwafunga ufahamu msipate kuelewa neno, akawafungulia ufahamu wakapata kuelewa maandiko. Nami ninakutamkia na ninakuombea baraka. Mungu afunue ufahamu wako, upate kuelewa neno lake, upate kuishi sawasawa na neno lake, upate kuishi sawasawa na neno lake, kwa sababu neno lake ndio kanuni. Pasina neno lake hakuna utakatifu, pasina neno lake hakuna ushindi. Katika jina la Yesu naachilia neema ya kiu ya maombi, naachilia neema ya kiu ya neno. Soma neno sana, soma neno sana, kula neno sana, kwa sababu hicho ndo chakula cha Roho Mtakatifu, hicho ndo chakula cha rohoni. Usishibishe mwilini tu, kwa sababu kiwango cha unavyowekeza mwilini ndicho kitaamua matokeo yako baada ya hichi kifo. Wekeza rohoni ndugu yangu, wekeza katika neno, katika jina la Yesu. Neema hiyo iwe juu yako. Amen. Ubarikiwe.